Tuhurumie Mola wetu, utusamehe dhambi zetu. Habari zenu? Alhamdulillah. Za kuwajimika? Si mbaya zaidi. Ryan, rafiki yako umemwacha wapi? Leo hakuja shambani. Kwa nini? Kwa kweli sijui. Kwanza nakumbuka. Ulifanikisha? Wapi? Rafiki yako haeleweki hata kidogo. Aliamua kukataa bila kuzitoa sababu za kueleweka. Pole sana kaka yangu. Roho ya mtu ndio serikali yake. Kama ameshika uamuzi huo, sina la ziada. Kama. Haya, utawasalimia huko nyumbani. Karibu. Alhamdulillah, iko. Karibu. Asante sana. Asante sana. Masomo yanaenda vizuri sana. Tuliweza vizuri bila matatizo. Yaani siamini kama nimekumbuka mwanangu. Na mimi nilikuwa naukumbuka sana mama. Sona huyu wakati wote nilikuwa shule. Ilikuwa sina amani hata kidogo. Nilikuwa nikipata nafuu pale tukiwasiliana kwenye simu. Na ni Mwenyezi Mungu peke yake anajua jinsi gani nilikuwa nakumbuka. Ilifikia kipindi nilikata tamaa wenda tutarudi kuonana. Wallahi nafurahi sana ukutana na afya nzuri kama hii. Na mimi nashukuru mwanangu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumerudi tena kuonana. Nashukuriwe Karima. Karibu sana baba, karibu nyumbani. Kaka, yaani huu muda wote umemaliza shuleni. Hukuwahi kunikumbuka hata siku moja, si ndio? Umeanza. Hivi dadangu, mtu akupa mtihani wa kuhesabu matone ya mvua inapokuwa inanyesha, unaweza ukavifanya? Umeanza mambo yako kaka. Kuna anayeweza kujua ile ulimwenguni zaidi ya Mungu? Hivyo basi. Na mimi siwezi nikakwambia ni idadi gani nilifanya kwa kukumbuka wakati nilikuwa shuleni, hususan wakati wa shopping. Unajua mambo yako? Chocolate kama kawaida. Nashukuru sana. Nurdi, na upunguze kumnunulia kitu cha chocolate. Mama hapa nataka kusema hivi. Ona angali mdogo mama, itafikia wakati yeye pekee atalazimika kuiacha. Madhara yake. Kila kitu kinaenda na miaka bro. Acha ale. Sawa. Sasa mwanangu, ngoja kwanza nikufanyie ikram kidogo. Haya. Tuhurumie Mola wetu, utusamehe dhambi zetu. Kuna shughuli ambazo niko nafanya kule sijamalizia. Sasa kurudi mzee, nitaonana jioni sababu kuna masuala ambayo nataka tuongee usiku.
Hamna wasiwasi mzee. Haya. Nashukuru. Mbona kuna kidogo? Kaka, tayari? Bana, kwa kweli bana, nasikia nimechoka, najua na mengi nataka tuongee. Ila naomba mnipe muda nikaoge. Kama msasi utakuwa tayari nile nipumzike, kisha tutaongea usiku mzee akili. Sawa mwanangu, wewe nenda kaoge, sisi tunakutayarisha chakula. Sasa ungependa utumie chakula gani hivi? Tangu nilotoka hapa sijarudi kuweka ugali kinywani mwangu. Vizuri ningeniandalia ugali. Sawa. Kaka, ugali. Ugali Na maanisha unakumbuka? Acha, tangu ule wakati nilitoka hapa sijarudi kuula. Mwenzako atanimaliza miaka 10. Acha unapenda wali wewe? Sema utaningizia viatu kule ndani na hilo koti kidogo. Nenda kaoge, utakuta ugali tayari. Sasa tukutayarisha na mboga gani? Mboga tu zozote mna wasiwasi. Sawa, hamna shida mwanangu. وحده لا شريك له Nurdin, unaona tumekuandalia maisha bora ya baadaye, ndio sababu unaona tumeweza kukamilisha jengo hili kuweza kukupatia wewe. Unaona? Kwa kweli mzee, nashukuru sana. Sioni kabisa linaweza nikawalipa, ila naombea tu kwa Mungu walipe kila la heri. Amen. Habari za kushinda. Alhamdulillah. Hamjasonga. Hujasonga. Lesha imeendeka jema. Alhamdulillah, tunashukuru Mungu. Umefanya umechoka mama. Nachoka sana. Lakini sasa mwanangu, nina habari nzuri sana. Habari gani? Habari gani mama? Nurdin kafika jana. Nurdin? Ndio. Acha utani mama. Ni kweli Nurdin kafika? Amini, usiamini, Nurdin kafika jana. Tena kwa taarifa yenu atakuja kututembelea kesho. Kesho? Ndio. Kwa hiyo hakuna kwenda sehemu yoyote, tujiandalie mgeni wetu. Kwani mama atafika saa ngapi? Watawasili kesho asubuhi yeye na dada yake Kisra. Dada yake Kisra? Ndio. La. Mama. Nurdin inaonekana hakula kubadilisha msimamo. Anakuja na anakumbuka kuja kututembelea. Wallahi Mwenyezi Mungu amjalie. Ana imani kweli. Kwa hiyo anataka napenda kama zamani ili tuzimwandae hiyo siku mama.
nina imani angara nazipenda tena na hamu nazo. Ukizimwandalia utakuwa nafaa vizuri zaidi. Zile tulivuna majuzi kule, zingaliki tazimfanyizia. Sawa kabisa. Nule atakusikia hizo habari, atafurahi mno. Kwa kuwa Nurdin alikuwa rafiki yake toka utotoni. Na istoshi mara kwa mara penda kuniuliza habari za Nurdin. Tena kweli mama. Nurdin alikuwa akifika huku, mtu wa kwanza alikuwa akiulizia ni Nuria. Labda sio kama kishamsahau mama. Amsahau? Inawezekana. Inabidi wajamaa zake wote tuwaite waje waonane naye, itakuwa vizuri. Sawa, nitamfahamisha kwa hiyo. Mola wetu utusamehe dhambi zetu. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Nini mtendo? Kuna nini? Mbona hivi? Leo kuna kwenda shambani? Nina maandalizi kwenda shambani leo. Maana kutoka kufahamisha mapema. Kwa kweli nimekuwa nimepitiwa kutokana na furaha kubwa ninayo moyoni. Alafu na sasa karereka ubwabwa bana. Tufahamisheni jamani, kama kuna ubwabwa watu wajiandae vema. Tangu juzi jana mpaka hivi sasa sijala ubwabwa. Sasa ya aibu zote tuzitoleni. Dada. Wewe mwenyewe unajua mimi napendaga ubwabwa. Mpaka hivi sasa sijala hata ubwabwa. Tangu juzi jana mpaka leo dada. Wewe unaita huruma na mwe dada. Ninywe chai, mwende mapema mpate muda. Inawezekana. Latif. Inawezekana kwani nione bila kwa taarifa. Inaweza ikatokea tukasikia kwa dharura Ryan kishaolewa. Kama haiwezi kutokea. Kwa ufupi na mgeni wa heshima tembelea leo. Mgeni wa heshima? Ndio. Mgeni gani huyo tena? Hebu niwaulize. Huyo mgeni mwenyewe kweli ni rais, ni seneta au ni mbunge? Kwetu sisi. Ni kama rais. Mashallah. Jamani, mgeni gani huyo amtufahamisheni? Ni rafiki yangu kutoka Canada. Rafiki yangu kutoka Canada. Ama kweli dada Nuria. Hata mimi ndogo yako. Uko msiri kweli. Hivi dada Nuria nikuulize kitu. Hivi wewe ulikuwa na rafiki Canada alafu katuficha dada Nuria? Wadogo zangu. Wala hata sijaelewa kitu. La haula. Mimi sina rafiki mwenye yuko Canada. Si hawa hapa wanataka wayazungumze. Ryan. Tusimulie. Nuria. Ni swaiba wako Nurdin. Nurdin?